Hello, brothers and sisters. Good afternoon, good morning, good evening. It depends with the time you're getting to watch this video. My name is Wilberforce Lugano Olvai. Watu nitambua kama VAR Kenya 254. So leo niko na mgeni katika studio zetu. Mgeni anayetambulika kama Titus. Wacha nisimtambulishe. Bro, jitambulishe. Kitu ya kwanza, mbona unatumia 254? Na 254 ni yangu. Kodi ya Kenya, bro. Kodi ya Kenya. Mimi Mkenya bwana. Asanteni sana watu wangu, almaarufu mimi najulikana kama Titus Lusega. Mimi ni Mluya, nimezaliwa Western. Mimi ni nitasemaje, mimi ndio first born kwetu. Na mimi ni producer, mimi ni content creator, mimi ni baba. Tuseme niko na watoto wengi jamani. Watoto niko na wengi ambao nimeshikilia. Lakini kuna wale wakutaji mbele ya kamera. But yote 9 tu. Mimi ni mzazi. Thank you. Now, kuna watu ambao nimekuwa nikikaa hapa alafu naona mtu ameshare some of your videos. Okay. And huwa anajifanya kana kwamba sikujui. Sikujui kabisa. So I get to hear what these people are saying about Titus. And maybe kuna mtu hajui what you do on social media. Okay. Please tell us what you do on social media. On social media, mimi na produce, niko na YouTube 2 na sasa tunataka tutafute ya 3. Kwenye hizi YouTube, mimi nimekuwa mtu ambaye YouTube ambayo nilianza nayo almaarufu ni Tales by Titus 254. Hiyo ni YouTube kubwa, niko sure kwamba maybe unatafuta, andika tu Tales. Ukiandika Tales inakuletea zote zikifuatana. Alafu kuna nyingine inaitwa Tales Extra, ambayo content yenye nafanya huku, ile niche yenye nafanya kwa ile main channel yenye haifai kule, na ichukuanga na iweka kwa hii channel nyingine. So niliona kwamba content ambayo nafanya imechukua niche moja, siwezi changanya. Watu wananijua kama Tales, jamaa anaye deal na wasichana fulani. Na nikisema wasichana fulani sijui nitaje ama ni so na deal na wasichana ambao sana sana ni watu ambao wametengwa kwenye jamii. Wale ambao wanasemekana kwamba siwezi kaa na yeye, siwezi fanya aje, manake amekosa, single mother ambaye amekosa, akatafuta yenyewe akapata haiwezekani, akaenda kwa ndoa ya kwanza, ya pili, ya 3 na ikamshinda, na kila ndoa akienda kule anatoka kuna mtoto mmoja wawili. So katika ile hali ya kutafuta vile, unapata kwamba huyu single mother ata end up kwenda kwa street. Na kule kwa street wanapitia mambo magumu, mambo mazito ambayo sisi kama wanaume tunawapitishia katika yale mazito. So I came up with a channel, nikaamua kwamba this channel itakuwa specific for all single mothers ambao wengi wao wanatumia njia mbadala ama njia extra ya kuweza kulisha watoto wao. Unapata mwingine kwa kweli amejaribu kuunite mpaka na watu kwenye jamii, lakini rejection, ile rejection ya msukuma sana, wewe basi enda tu kwa street. Na unapata kule street ndio akona freedom kubwa sana kuliko freedom ambayo akonayo akifika kule kwake ama kwao. So that is the channel ambayo nilianza nayo, na nikaona ni vizuri pia hizi story ambazo si za kudanga. Nikisema kudanga, na spendi sana kutumia jina call girl, na spendi pia kutumia jina mtabana kwa mabano prostitutes. Spendi kutumia, manake kidogo ninabeba uzito mkubwa sana. Napenda sana kutumia kudanga. So nikapata kwamba kuna mtu ako na shida, lakini unapata hajadanga. Siwezi mchukua ile video yake niweke kwa ile Tales by Titus 254. What will I do? Sitaacha hii video. So I decided this is another niche. So like 1 year ago nikaanza kuleta hizo videos to another channel ambayo inaitwa Tales Extra. It's extra video. So kule pia tumepiga, saizi tunaelekea almost 39-40k subscribers. Na watu wamerespond vizuri, na nimekuwa nikiona maisha ya watu yanabadilika. Kenyans are good people. Let me tell you, if sijaiona in Africa, a country like Kenya, wa Kenya wakikupenda Wilba, they will come through for you. Na wakikuchukia watakutroll. Kile walikupea utarudisha. Chenye walikupea utarudisha. Wasikupata na makosa hata kidogo. Usiwadanganye kitu hata kidogo. They will troll you. Nayo wakiamua kukusaidia bro,
unapata mpaka msichana ama kijana ana earn 10,000 lakini wakati anapoona ule mwenzake anaumia, anaamua kwamba hii 10,000 ambayo anapata mimi, nyumba yangu nalipa 4,000, shopping yangu ni 3,000 ama ngapi, hii 2,000 yenye imebakia huyu mwenzangu lazima tumtoe kwenye block. Na wengi wametolewa kwa block. Umekuwa ukiona tukifanya follow-ups zimekuwa Wilbur, Kenya za good. Sure. Wow, Kenya, you people, ni watu wa maana. Thank you. Yes. Now, out of all the names, why did you choose Tales? Oh, Tales. Bro, nikianza YouTube niliangalia sana, kulikuwa na a lot of kuna stories. Tales come from the word stories, huh? Nikajaribu mara ya kwanza, by the way it was so funny. Mara ya kwanza nikiwa na rafiki yangu fulani anaitwa Eutychus na mwingine anaitwa Harris. So nikakuja nikawaambia mimi nimeanzisha YouTube lakini nashindwa naweza ita jina gani. So nikawa niandike kwanza, ukiangalia nilianza na ilikuwa inaitwa Siri Yangu. Hata hiyo video bado iko kwa YouTube yangu. Nilianza na nini inaitwa show, nilikuwa naita ati Siri Yangu. Mpaka nikafanya voice over. Which year was that? That is 2023. 2023. Yes. So ilikuwa inaitwa Siri Yangu. Nilianza show Siri Yangu. Whereby naweza kuja kwa Wilbur nipe ile siri ambayo hajaisha nayo mtu mwingine, imefichika. So I started na hiyo jina. But niliangalia Siri Yangu, kuna songs mingi zinaitwa Siri Yangu. Kuna vitu vingi ukiangalia tu kwa mtandao, angalia siri, kuna itakuletea vitu mingi. So the thing I did, mpaka kuna show, mpaka kuna movie inaitwa Siri Yangu. So nikaenda nikapelekea marafiki wangu, akaniambia hii hapana. So nikiwa nimekaa, bro, to be honest, jina Tales by Titus naweza sema kwamba ni Mungu alinichagulia. Nilienda kwa Bible nikaambia God, nilienda kwa book yangu mimi mwenyewe, book yangu Titus. Kaambia God, nataka kuanzia kitu, nipe maarifa. So nikaangalia, nikaandika, asubuhi nilipoamka nikaandika Tales. Nikaandika kwanza story, give me, niliandika pale Google. Nikaandika Google, wakati wa AI haikuwa imeshika sana. Nikaandika Google, nikasema help me with other names that fits ama zenye zinaendanisha na jina stories. Nipata majina mingi. Hata ukiandika tu hapo utaona ni mingi sana. So nikaangalia Tales. And wakati nilinini kwa Bible, nilikuwa nimeambia God, the first name yenye itakuja kwa machangu na ikuwa attractive, hiyo ndio nitaenda nayo. Wala wakati niliandika, ilikuwa jina karibu ya 3. Na ikawa Tales. I picked that out. Yes. Nakumbuka wakati huo kulikuwa na Tales of Wanjiku sijui nini, lakini ilikuwa imeishanga kitu kama hiyo. Bro, I picked that. Nikajiuliza, Tales of Stories, lakini sasa ni kama ku repeat story. Tales 254. Ina ile uzito. Yes. Tales ni mimi mwenyewe nafanya hizi story. I decided to use Tales by Titus. Nika create Tales by Titus. Nikaona pia bado iko hanging. Nikakaa vizuri tena, nikairudia, nikaambia tena God, give me more creativity. Nikakuja nika add 254. Kwanza niliweka hyphen, YouTube wakakataa. Nikaweka Tales by Titus hapo chini, nikaweka hyphen, ikakataliwa na YouTube. So nikaweka Tales by Titus 254 ikiwa imeshikana. YouTube ikakubali. And I started. That is the journey. Congratulations. Now, in line of duty, yes, what are some of the challenges that you met, maybe during interviews with people? Yes. Ni challenge gani umepitia? Bro, challenges ni mingi. Shayenda ghetto, mnatimuliwa mbio. Hizi story ni za ghetto. Yes. Bro, unaingia ghetto, kuna gia kwa mgongo, and those guys wanajua. Wakikuona na simu imechora hivi mfuko, wanajuanga huyu si wa huku. Bro, kuna siku tumeingia ghetto, tumeenda kushoot. Bro, kuingia hivi kukaa, hata sijakaa, sijui vijana walitoka wapi na mbio. Lakini kitu yenye kuna kwangu wamepanga, wakitaka kuibia wanaanzanga furugu wenyewe. Bro, wakaanza furugu fulani. Na hiyo furugu nikiangalia inakuja mahali niko. Huko ni Mathare sasa. Furugu inakuja mahali niko. Bro, na niko na gear na niko na simu. You know what I did? Bro, kulikuwa na mama alikuwa amekaa pale. Nilikimbilia yule mama, nikachukua simu yangu nikamweka kwa matiti.
kamera nikamrushia kwa nguo yake chini bro, nikabakia hivi. So ile furugu ikikuja, kuna jamaa amekuja na nishikashika hata sina, nikapigwa kofi 2-3 wameenda. Kumbe ilikuwa deal waniangukie na hawezi pora ule mama. Juni mmoja wao wanajua huyu ni madhatu, huyu ni mama wa hapa, hawezi muingia wampore. So mama hakupiga nduru ama? No, alielewa. Yes. Because wakati nilikuwa pale alikuwa ameniona mara kadhaa. So alikuwa ananielewa mimi nasaidia wasichana wa ile mtaa. Yes. Lakini vijana hawakupenda. Sio kwamba hawakupenda sababu ni wale tu furugu. Because hawa mademu wenye tunasaidia ni mademu wao. Yes. Unaona? So hiyo furugu kupita, huyo mama alikaa pale, hakusimama. Ameficha kamera. Amenyamaza. Ilikuwa simu gani? Simu tutataja, lakini simu nzuri tu. So wakati wamepita, mama akaamua aingie kwa nyumba. Ameshika matiti na hapa chini ameshika simu. Yeah. Nikaacha aingie. Alipoingia akakaa kitu dakika 5. Akafungua mlango akaniambia kuja. Nikaingia. Mama akaniambia fanya hivi. Usitoke hapa na hii simu. Usitoke hapa na hii kamera. Kisha umana wanajua. Wewe toka, niambie nitakupata wapi. Nikatoka mpaka stage. Huyu mama mlikuwa mnajuana kwa kweli? Huyu mama ananiona tu. Yes. Yule mama ambaye ananiona pale mtaa, mimi kwa vibe nikienda piga shughuli ananiona. So akaniambia wewe enda. Akakuja na karatasi amebeba hivi mpaka stage. Akaniambia ingia gari. Nikaingia forward. Nikaingia pale Mathare Mabatini, kubaya kule bro, wewe huwezi ingia. Now, after that did you go back? Did you ever go back there to shoot? I go. Ndio kazi ipo. Kuna content. Kazi iko kule. Wasichana ni wengi kule. Nilianzia Mathare, nimepiga story mingi sana Mathare, more than 40 stories, videos. Kule nikatoka Mathare nikaingia Dandora. Nikatoka Dandora nimeingia Coach. Nimetoka Coach nikaingia Zakina. Sasa nimeanza kuzurura Eastlands yote. Lakini pale ndio nilianzia na Huruma. Ukisikia Urush nilianzia huko sasa. Na kikazi. Wewe kazi gani wewe ufanya? I'm a full time content creator. Mimi niliacha kazi ambayo nilikuwa nalipa mshahara mzuri. Kuna content creators ambao wanataka give up hapo. Okay. Please talk to them. Kitu cha kwanza mimi naweza taka kuambia, if you are a content creator outside there, you're listening to me. Kitu cha kwanza, mimi ni mtu ambaye siwezi sema mali nimefika ni uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu. Kitu ya kwanza acha nikwambie hivyo. Unapoanza content, usifikirie kwamba content utafanya leo ihit ama ufanye kesho ihit. Never. Content inahitaji consistency. Kuna kitu inaitwa consistency. Usipost video moja leo ipate 200 views, upost kesho, kutu upost kesho, hiyo nyingine wiki mzima bado zinapiga ile views. Kuna kitu inaitwa logarithm. Logarithm ndio inaendelea kuadapt ile YouTube yako. Logarithm inaendelea kushika vitu ambavyo unapost. Na haswa nitakuomba kama unajua unataka kuanzisha content haswa YouTube. Mimi nimespecialize sana kwa YouTube. Unapotaka kufanya kitu, jua kwamba ni kitu gani unataka kufanya. Usikuwe mtu ambaye leo unafanya chumvi, kesho unafanya sukari, kesho kutu unafanya ugali, kesho hiyo nyingine unafanya mchele. Kama umeamua kwamba ni kupikia watu ugali, anza kutuambia hii ugali kutoka kwenye kiwanda au kutoka kwenye shamba hadi ifike kwenye mdomo inatengenezwaje. Una have niche. Logarithm inakuwa easy kujua kwamba wewe unafanyanga content ambayo inashirikisha ugali. Nimetumia ugali, msiseme sababu mimi ni Mluya. Natumia tu sababu ya kukuweza kueleza. So stick on one lane. That is what I'll tell you. Another thing, YouTube inahitaji patience. Patience enough. Bro, mimi niona nikigrow. Yes. Bro, nichukua mwaka mzima ndio nikuja kujua YouTube inalipa. I don't know who told me. My friend Ali, alikuwa anaitwa Ali, presenter Ali, ndio alinichanua. And I saw, yeah, we have money here. And that is the moment, bro, after 1 year. Ndio nikaamua, wacha nichukulie kitu kama kazi yangu sasa. So consistency, patience, alafu niche. Know what you're doing. Know what you're giving to people. Hizo vitu. Na pia maombi sana. Mungu, kumshirikisha Mungu. Na usisikie mambo ya watu.
Kama unafanya content yako usisikie sana mambo ya watu kutaka, watu watakudiscourage bro. Wewe umeanzisha upuzi gani unatufanyia? Mimi ni bro, challenges. Bro, mtu anakuja tu kwa comment section akuuliza, wewe na hii sura mbaya unafanya nini? Mbona ukuamua wewe ni interview wa aina gani? Mbona unauliza maswali mingi? Yu ujinga, hebu tutolee vitu zako. You have to listen to them. Yes. Kila mtu akona life yake. Yes. Na akona mambo yenye anafikiria. So ukienda pale, social media inahitaji kukuwa na ukuwe na ukomavu. Yes. At the same time kuwa na ile moyo ambao tunaita moyo ambao umewekewa, uko na spark. Nikisema spark, shock absorbers. Yes. Lazima ukuwe nazo. Yes. Maanake pale ni penye watu wote wako wazuri na wabaya. Wako pale. No one is called social. Yes, social. It's for everybody. Kila mtu wako pale. Yes. So chenda waambia tu ni ukiingia pale, consistency, kumwamini Mungu na kujua ni ishi yako na patience. Yeah. Yeah. Thank you so much. Tunapokaribia kumaliza, maybe tunaingia 2026. Yes. Some few days to 2026. Yes. Where do you see yourself in 2026? In 2026, what should you expect as your followers? In 2026, naambia Mungu kwamba aweze kutusaidia. Nimekuwa nikifikiria sana, manake show ambazo nafanya bro, mademu wengi wamefanya mambo na kushuka sana ghetto. Ghetto, mdemu akiwa na 9, 10 years, 6 years, 7, wanaanzanga kushukana. Pale mama, mtoto ile. So nimekuja kudiscover we have like 70% mademu wengi kutoka ghetto. Wengi wamejifunza sana mambo na ususi. So I'm asking God for 2026 ni katika mipango yangu ni kuweza kufungua, nikipata watu ambao watanishikilia mkono, that is, nataka watu wakunishikilia mkono. Nataka tuweza kufungua one of the best schools ambayo itakuwa na mambo na ususi, mambo na salon, mambo makucha, kutengeneza nywele, hivyo vitu zote. So ni vitu ambavyo najaribu kuambia Mungu akinipea wafadhili, watu ambao tutashikana na wao. That is one of my goal. Na nikimaliza 2026 nikiona imeweza kufika, najua kwamba tutasaidia mademu wengi sana ambao kwa sasa wanakapitia pale ghetto. Thank you. Yes. Do you have a wife? Do you have a wife? Do you have a wife? Ukitaka kunifollow pale kwenye mtandao nitafute Tales by Taita za 254 pale YouTube, pia TikTok ni hivyo hivyo. Na ukitaka pia kunitafuta kwenye YouTube ingine ni Tales Extra, hivyo hivyo pale TikTok, na Facebook utanitafuta Titus Lusega. Hiyo ndio majina yangu personal account. Pia kwenye ile account ingine ya page ni Tales Extra. Hizo ndio page zangu. Na umeuliza mambo ya nyumba ndo. Do you have a house? Do you have a house? Mimi nafikiria kwamba unafikiria ama unajua? No, nafikiria kwamba katika kiwango ambacho nimefika kuweza kufanya hii vitu navyofanya, haswa kudila na madem, sidhani kama unaweza kuwa uko single. So what is your answer? I'm not single. Thank you. Yes, I'm not single. You have a family. I'm not single, yojua hivyo. Yes. Hiyo mambo mengine nimekuambia, mimi ni mtu ambaye kwa saizi niko na watoto wengi ambao nasomesha. Ambao wengine sio wangu, wengine ni wangu. Lakini sema mimi si kama watu wengine wanasikia niko na no. Lakini nimekuambia niko na familia mingi ambazo zinanitegemea. It's okay. Zangu, wengine sio wangu. So niko na sisters zangu wananitegemea tu. Acha nisingie sana katika. Kuna content creators wadogo ambao wananitegemea pia. So hiyo ni familia. Kuna Tales family ambao wananitegemea pia. There's a family. Yeah, Tales family ambao wananitegemea. So jamaa kuna familia. Tuache story mingi. Kuna family. Tales family ambao wananitegemea pia na nawapenda sana guys. Yeah, Tales family. Yeah. That's a good thing about branding. By the branding you are kujibrand ni kitu cha maana sana. Yeah. Na kuna hii kitu ambayo ingekuwa vibaya sana kama tungemaliza kabla nikuulize. Watu wanasemanga fulani anakulia kwetu. I don't know if you've ever had this mentality. Umesikia mtu anasema huyu mtu hivi tu anarekodi anakulia kwenu. Have you ever had such a... Yeah, a lot zimekaa mpaka tukawa na kesi zingine, mtu anamfanya story anakuwa na ulevi wake, alafu kidogo akuja kujigundua anapata kwamba alikosea. Kitu cha kwanza unapofanya stories, kitu cha kwanza eka namba ya mwenye unafanya story. Usifanye tu story na uiweke namba yako. Hiyo definitely watu watakujaji. Yes.
Ukiweka namba, usikosa kuweka namba wewe mwenyewe unafanyia story, definitely watu watakujaji. Watu watasema sisi tunataka wewe mwenyewe tuweze kuongea na yeye na tuweze kumfikia. Mbona hujaweka nambari yake? Na pia kuna media zingine zinaweza taka kumfikia. Hilo ni ya kwanza. Ina scenario whereby yes, huyu mwenyewe unamjua kwamba sio mtu mwenye atajisaidia, alafu unasema for the sake of accountability, let me put my own number because hawa tunampea support ni watu wenye wananijua. Kuna kosa nikiweka namba yangu pale? Kuna kosa? Hakuna kosa, manake kuna watu ambao tuna consider sana. Mimi kama Titus nitakwambia hivi, kuna watu ambao na consider. Mlevi huwezi mwekea nambari yake pale. Thank you. Kuna mtu anaitwa mtoto, huwezi mwekea nambari yake pale. Hiyo it's very tricky because utapata ni mtoto na labda hana wazazi. Na kama hana wazazi unapata kwamba guardian yupo, lakini guardian pia hayuko caring. So wewe kama mwenye umemtaka kumsaidia, wewe kama host, kuwa open na watu wako. Ambia watu wako kwamba naeka hii nambari yangu, kama unataka kunifikia naeka hii nambari yangu nifikie. Niambie unataka tukumsaidiaje. Kitu ambacho watu hawajui kwamba tunapoweka hiyo namba kusema kwamba nataka hii special, nimefanya special because of life ya huyo mtu. Kitu ya kwanza tunafanya hivyo kuweza kuprotect. Kitu ya kwanza, huyu ni mtoto ama huyu ni mlevi ama huyu mtu ako na shida fulani katika society. Hatuwezi mweka sura yake ama hatuwezi muexpose. And that's what naekanga ile namba. Kitu ingine watu wanakosa kugundua ni kwamba ukiweka ile namba, mwenye amekutumia tu obviously atakuongelesha. Of course. Obviously atakwambia nataka kuona huyo mtu. Unaweza mfikia niongee na yeye. So that is how even me watu wamekuwa kinipigia unapata amemfikia. On addition on that, kuna dhana imekuja kwamba mtu akiona umepost mtu TikTok. I want to be honest and I want to tell you this. TikTok hailipi. TikTok hata ukuwe na 100 million views, TikTok ya Kenya hailipi. Mimi nimekuwa katika hii industry kuanzia 2021 bro. TikTok ya Kenya hailipi. Kitu kingine, Facebook inalipa Kenya, yes. Lakini sio Facebook zote zinalipa. Mimi niko hapa kuweza kutestify na kukuambia kwamba mimi niko na followers wengi, lakini bro, naangalianga bro, silipwi. Facebook wanaangalia tu kitu kadogo hivi wanakutoa kwa ile market. Makosa kidogo tu wanakutoa kwa ile market. TikTok the same, wanakutoa kwa ile market. Uzuri wa TikTok, kitu ambayo inatufanyia na Facebook ni kukupea exposure. Inakuletea watu ambao wanaweza taka kufikia ule mtu ambao umemleta. So mimi naweza sema kwamba in special cases ambao umeweza kuweka nambari yako, ni watu wa kuelewe. Wewe mwenyewe jitetee, kama producer jitetee, ambia watu kwamba nafanya hivi sababu ya hii. Watu wasikubebe tu kwamba unakulia watu. Hilo ni dhana ambalo nilipitwa na wakati. The technology is moving bro. And we have people, wezi yeka mtoto wa miaka 14 bro unamweka pale unaweka nambari yake. Bro, wezi weka mlevi pale unaweka nambari yake. Huyu mlevi unamsaidia ama ndio unamuua kabisa. Je, akitumia 500 aenda akunywe makali alafu apatikane kwa mtaro kesho, nani atakujia? Huyu mtoto ukiweka nambari yake pale akuwe abducted, apotee, nani atakujia? So we have cases. And also unajua watu wako, kama producer unajua watu wako wanapenda nini. People who understand what you're doing, they will never judge you. And that's why we usually say on Tales by Titus or Tales Family, we usually say, we listen, we hear, but we don't judge. Thank you. Masikio yenyewe kwa masikio yenu. This is a guy who taught me how to do my content on TikTok. Hello. Na alinisukuma akaniambia, Wilberforce, please put your content on TikTok. Si mambo watu kushindwa akikwambia nitumie WhatsApp, hiyo ilipitwa na wakati. Mtu akiona content yako inabamba, wacha download wapi? Uko TikTok. Naenda huko status yake. Yeah. And that is it. Yeah. So allow me to end. Not unless you have something to say. No, I don't have anything to say, but only to welcome guys in this year, in this new year. Imekuwa so amazing for 2025, 2026. Yes. Tumeingia hivyo tu. Na watu wamwaminie Mungu na wakaze kamba. Thank you. Asante sana. Guys, nite Lugano Wilberforce Luai, ya Kenyatta Taifa. Nimekuwa na mwenzangu anajiita Titus, Tales by Titus pale YouTube. This guy is doing amazingly. Let's go and support him. Kama uja subscribe, please enda pale search Tales by Titus. Wenda subscribe. Hiyo ndio support mnaweza pea tu our content creators. Hizo zingine wachana nazo. The more you have followers, the more at least brand ya mtu ina grow. Otherwise, thank you so much to our producer, Mr. MC Tiko. Kazi nzuri unatufanyia. Na wengine wote ambao mnatufuatilia. God bless you. God do good. Thank you so much. Have a nice time. Truce.